sasa inabidi mwanangu mimi nikupeleke chuo ile lengo yaani uepuke na makundi tofauti. Kwa ni hayo tu. Kwa hapa sasa tunaenda kwenye kazi, tufanye kazi. Mambo yaende. Sawa mwanangu. Hii ilikuwa ni hayo na mengi zaidi. Ila nakukujuza usiende sana kana wao mwana nenda. Ni kwenye maisha haya. Ili ukutane. Hiyo sema kwamba kama kwenye makundi tofauti mara yeye. Afupende sana kwenda kwenye mambo ya kidogo. Maisha. Maisha. Wewe wenzangu ulikuwa msanii kumbe? Kwa msanii. Bila sawa ndio hivyo. Mambo yalikuwa magumu. Tunajua kipindi kile mimi mzee wangu alikuwa ana hela kunipeleka studio kubwa zile. Ila ningekuwa baba nilikuwa na maisha. Nilikuwa ningekuwa msanii mkubwa sana Afrika hii. Kila sema ndio hivyo tu mwanangu. Hao wanazungua wa baba wana. Sasa mimi nazungua nini mwanangu? Wagumu wa baba unaona kabisa ndio. Wakati nilikwambia usome, akasema baba mimi madaktari naona mazito sana. Baba wana baba madaktari mazito. Wale wana madaktari mazito kuliko 10. Baba ndio shule tu baba wana. Shule ngumu hii. Sasa shule sasa hivi na miaka 15 mwalimu naye atakupokea. Wewe na nini tu? Mimi ndio na kuanza kwa baba wana. Wewe shule watu wazima au sio? Mimi naweza kuanza kufikiria tu. Sawa. Unaona kabisa kazi ngumu kuunda kuntia tu kitu wenyewe tu. Sasa mwanangu mazito. Hata kule mtani unaona kuna kuni pale. Kwa hiyo unaenda kaangalia kule. Alafu tuondoke haraka. Mara kwa hiyo ilikuwa kali sana. Sawa na baba, Mungu anaangalia kwanza kwa baba wana. Kwa baba wao wana kazi ngumu baba wana. Maziko. Anda kuni tuondoke hapa. Maziko. Mimi namuita nisikie au salau zake tu. Sababu mdole niambia ndefu kakudende. Kwa shanza salamu tu. Sala zake.
nawaletea damu mbichi. Damu inachemka, relation triple. Mtoto mixa Tanzania, mixa Mchina. Kenge wewe, huu msitu ni ndani wa bibi yako, unakata kuni kama unazoma vya mtoto. Umeakanyaga leo maziko. Baba yako anajifanya ananinyima pombe mimi kilabuni. Mimi ndo mzanga kasuka. Leo umeisha leo. Umejichanganya mbwa wewe. Mimi ndo mchawi machete wa kijiji cha Bujiku. Mimi mjukenge yoyote anaizingua anakula chuma hiki. Utakaa humu maziko mpaka dunia ipasuke. Kenge wewe. Unanitia pressure nini kijana wangu? Hapana, Victor Bujuku yule. Yeye mwanangu kule mjumbe. Tulia. Tulia bwana, tulia tu. Tulia kaa, usiona pressure kijana wangu. Vipi kijana wangu? Kwanza nini? Shida nini? Kaa tulia. Hapo tutaanza kupika tarehe kwa mikono ya serikali, wewe kaa tulia. Lakini bado sina amani. Tulia. Tukutana na kile kwenye msitu wa Bujuku kule. Naam. Yeye na mwanangu maziko. Naam. Baada ya kwenda kule maana asubuhi tumeenda kukata kuni, tumekata kuni. Baada ya hapo sasa. Naam. Amwelekeza maziko naenda kaangalia kuni na mzee kule. Naam. Vumana bana maziko tuondoke zetu. Kuja kuangalia kwa mwanangu. Naam. Hata sielewi yani mwanangu atampataje. Naam. Ndio. Sasa nimekuelewa. Ule msitu ni msitu wa maajabu. Hapa kijijini kote hapa tunaojua ule msitu hauwezi ukaenda kule bila kutambikia. Ule msitu ni mkubwa. Ule msitu ule ni wa kulungwa. Mababu zetu, wajukuu zetu wameuacha ule msitu, wametusititizia kwa kwamba ule msitu ni wa maajabu. Wewe hapo haina shida. Hilo swala tayari kisha kama mimi na mwenyekiti wangu mara tunaona vijana wanapotea na taarifa zilizopita sio wewe tu hapo. Wewe sasa hivi hapa tutafanya mitego za wataalamu, tutajua tunaenda kule Sasa mjumbe. Naam. Katika jambo liloongea la wataalamu. Naam. Mimi niko tayari kutoa gharama zangu. Naam. Gharama yoyote mimi niko tayari. Niko tayari kuuza mazao yangu yote yaliokuwa ndani. Namtaka mwanangu maziko. Sawa, haina shida. Kwa mimi ndo yani mjumbe mimi naomba yani nakuomba sana sababu ndio maana nikisema ngoja niende kwenye serikali ya mtaa. Nimefika kwako mjumbe. Kwa naomba unisaidie. Sasa mjumbe, mimi sina mengi sana. Mimi kilichonileta hapo ni hayo tu. Sawa. Mimi naomba niondoke. Sawa, haina shida. Haya mjumbe, nashukuru. Wewe acha tu. Jambo ni kwa kubwa sana. Kijana wangu chogo. Ndio mimi mjumbe. Vipi kijana wangu? Safi kabisa kabisa. Safi kabisa. Vipi kijana? Safi kabisa. Ile kupitia kijembe
Sio atategemea angalia okoto tu. Sawa sawa vijana. Kwa hiyo mimi naomba leo utanipigia kijembe. Sawa. Kesho saa 2 asubuhi nataka wananchi wangu wote wakutanike pale. Sawa vijana wangu? Haina shida mjomba. Sawa sawa vijana wangu. Sawa. Jambo! Likilia lina jambo. Kesho wale kijiji wote wa kitongoji cha Mbunyuki, kesho kutakuwa na mkutano. Mnabidi mkusanyike pale Seluu Niambeni. Hivi mzee, unajua tena mwanangu na kati au mwanangu kutegea leo mwanangu. Msitu wa kule kati? Mwanangu. Vipi kuna shida? Sisi tuna mtoto wa mzee nani huyo? Mzee Magati? Mwanangu. Mwanangu nimesikia hizo taarifa, nimesikia. Sisi tukutana leo kidogo janja asubuhi tu. So kwani muone tunotili naye sana hapa hapo dakika za mwisho ndio mjioniza wao unajua. Wewe unakuaje sasa? Mwanangu sasa ndo hapa sasa hapo wenyewe unaona watu nini Bunguza hapa. Mwanangu sio poa, sio pa kwenda huko juu wanangu. Mwanangu jao sasa after ratiba hizi hapa kila kipengele ndio hivyo. Kwanza mwanangu afu usoma kwa mzee nani? Wewe kibonge, unakula mpaka watatu. Leo nina furaha kwenye utawala wa Kalunge Senge. Wewe mjukuu wangu, kazi nzuri umeifanya kumleta Maziko. Kibonge nakupa kazi moja wewe. Unanielewa? Ndio mkuu. Maziko ni mtoto mdogo, hawezi kutusumbua sisi. Wewe kitu cheketu, wewe tutakilia. 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 Kibonge nakupa kazi. Sura kama nyau. Unakula mpaka watatu Kibonge. Leo unaenda kwa babake Maziko, halali leo. Na wewe nakwambia nikukute kule. Yaani leo na furaha na vibonge. Yaani leo babake Maziko hulali leo.